watu wangapi kwenye kijiji wana watoto ambao tayari wameshawatengenezea maisha. Ule mtoto wa ule mzee pale Saleh anaanza kuwa ni mtu ambaye kidogo anatoka na pikipiki, kidogo anaingia na pikipiki, kwa sababu alisomesha mtoto na mtoto akaja akamsaidia hapa baadaye. Muangalie nani? Gregoire. Hakuna mwanaweza yua kama ule bwana ni Murundi. Hakuna mwanaweza yua. Lakini sasa hivi ni mtu ambaye amepeleka mtoto Dar es Salaam. Kidogo ni simu tu. Baba naenda kwa wakala. Naenda ukachukua vitu fulani pale. Hela. Ila nataka niseme kwamba kile walichokifanya wao na mimi ndio natakiwa nikifanye. Kila mtu kwa tengeneza maisha ya mtoto wake na familia yake. Karibu sana. Shikamo. Ramaba. On. Baba. Njoo kwanza. Kaa kwanza. Sasa. Unajua mimi mtoto wangu nakupendaka sana. Mimi baba yako nitapambana kila aina. Bora nife kwa ajili ya kutengeneza maisha yako. Sina mtoto mwingine kwamba nikikataa kukusomesha wewe nimsomeshe mtu mwingine. Sina. Ila nataka nifanye jitihada zangu wewe uende shule ili kesho uje unisaidie. Nilishauza mashamba. Nilishauza mifugo yote. Nataka nikutume shule. Nataka nikutume shule. Na kule shule utakapoendaga kule, sitaki niwe nasikia kelele za walimu kwamba kila siku ripoti ya mtoto yako tena alifanya kelele. Mtoto yako tena ni yeye. Sitaki. Mtu akitumwa shuleni, fuata kile ambacho walimu wanakuambia darasani. Sawa? Mtoto wa akili wanamjuaga kule shuleni. Huyu mtoto ni mstaarabu, mnyenyekevu, mtulivu, mvumilivu. Unaona? Kwa hiyo uwe mtoto mmoja ambaye ukifika darasani walimu pamoja na wanafunzi wenzako watengenezee tabia fulani ambayo hawajawahi kuiona katika maisha yao. Na kuahidi mtoto yangu, nitapambana kwa jasho yangu yote ili usome. Lakini sasa malengo ya kukupeleka shule, nenda huko shuleni. Ukifanikiwa katika maisha yako, cha kwanza kuninunulia ni ndege ama gari ama pikipiki, unaleta hapa. Lakini nataka gari. Baba, sio gari unaipaki wapi? Mimi? Kwani hapa ni padogo mimi kuja kupaki gari nikiwa na maisha yangu? Si hata unaweza nitoa hapo kanipeleka Kigoma. Ama usikwe saa mie mwenye. Nilikuwa napelekwa shule. Napelekwa shule kwa fimbo. Ikifika saa 2 tena nakuja nyumbani, mama akiniuliza, "Wewe mbona sasa hivi umekuja shule na tunakaja tumbo liliuma mama?" Baba, usilie. Niahidi kama utaninunulia gari. Sawa, najivunia kuwa na mtoto kama wewe. Piga hivi. Sawa. Twendeni tuleni ugali. Mimi nimeshatwala, wewe twende utuleni. Baba, usilie. Kuja niahidi. Sawa. Muda kuja shuleni. Wewe, kwambie kitu kimoja. Juzi baba yako amefika hapa. Akiwa anauliza taratibu na namna gani unavyosoma. Nimejaribu kukutetea ili kwamba nikutane na wewe nikwambie. Lakini tangu nizungumze na wewe mpaka sasa tabia ni ile ile. Sikiliza. Kilichopo ni kitu kimoja. Weka mkono. Mwalimu. Kama mwingine. Darasani. Najua jana tulisoma siku 7 za wiki. Haya mambo nitajia siku 7 za wiki. Nauliza wewe, kwani nauliza nani? Walimu nao. Siku 7 za wiki na mimi nisitaje wakati nilikuwa
Sijakuuliza wewe, nimemuuliza babu, nijibu. Saba za wiki tu mimi. Kwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa kutokuongea Kiingereza kingi kwa sababu ya ndugu yetu. Nina mambo mawili katika kikao hichi. Jambo la kwanza kwa walimu tuliokuwa nao mwaka jana akiwa James pamoja na mama, kwamba mwaka huu kuna mabadiliko na nitawapea sababu ya mabadiliko. Tumempata mwalimu Amen ambaye ametoka Moro baada ya serikali kuona yaliyopita mwaka jana, na baada ya mwalimu kutoka, mwalimu Evarist, wametuletea mwalimu Amen. Na pia usoni kwenu mnamuona mwalimu Balemba. Huyu hapa ni mwalimu kutoka DRC. Baada ya Tanzania kuona mfumo wa wanafunzi wanapotoka Tanzania kwenda Ufaransa, kuna matatizo ya wao kuzungumza Kifaransa wakifika kule. Sasa ikawa imeonekana angalau tunaweza tukamix Kiingereza na Kifaransa kidogo. Sasa tukawa tumepata nafasi ya kutoka nje ya nchi, tukampata mwalimu huyu hapa anaitwa mwalimu Balemba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndo jambo letu la kwanza katika kikao hichi cha dharura. Na jambo la pili ni namna tunavyoweza kuweka mtazamo wetu katika swala la thamani na heshima ya kazi yetu. Mwaka jana baada ya wakaguzi kufika katika maeneo yetu, wamekutana na walimu, wanafunzi pia wamefika ofisini. Tumepata tatizo ambalo mwaka huu nisingetamani liendelee tena wala likaonekane hapa. Litakapotokea sijui ni nini kitakachotoka moyoni, maana natamani mwaka huu tuonekane na sisi kama watu wanaoendesha kazi za serikali. Jambo la kwanza lililotokea ni swala la rushwa. Walimu kusimama na wanafunzi kuomba rushwa ya kifedha. Pia walimu kusimama na wanafunzi kuomba rushwa ya ngono. Haya mambo mawili thamani yake mtaijua wakati serikali itakapochukua maamuzi yake. Sheria tutakaa tutambiana vizuri. Lakini niwaambie jambo la kumaliza katika kikao chetu. Leo tumeanza mwaka mpya na kuna mitaala mipya ya serikali, ili kila mwalimu aende na mtaala wake, aone kosi ya kwake anayoifundisha serikali imeiandaeje. Baada ya hapa niombe tu kugawa mitaala hii, kila mmoja achukue wa kwake, alafu mengine yote tutakuwa tunaulizana katika vikao vitakavyofuata. Baada ya kumaliza hapa, niwaombe endeleeni na shughuli zenu na kikao tutakuwa tumekisitisha. Asanteni kwa wito wenu. Ana, nakuita hapa kwa kitu kimoja. Na kitu kile kinatuma nakuita hapa, nakupenda.